tufanye, wewe ni mwanamke. Sasa siku hiyo ukiwa moja kati ya sehemu zako ambazo unapenda kukaa mara kwa mara, ukakutana na ex wako, mwanaume ambaye mmeachana, lakini mliachana bila sababu yoyote ya msingi. Mlipokutana eneo hilo ukamharash sana, yani ukamletea vurugu nini, lakini baadaye anakuja kukwambia ona, wewe ndio ambaye uliniblock, na kila namba ambayo nilikuwa nikikutafuta ulikuwa unaniblock. Kwa inamaanisha wewe ndiye ambaye ulichagua kumove on kwenye mahusiano yetu. Bana, ili ndio bwana lipya ambalo ninakuletea mimi hapa kama kawaida, na usahau kusubscribe channel hii, na kwa kuwa kile ambacho tulikuwa tumeanza kukifanya tulikimaliza. Kwa sasa tutakuwa tunaendelea sisi wenyewe na stories zetu wenyewe. Story ni za kufikirika, stories zingine ni za kweli, stories zingine ni waandishi watakuwa wakiziandika. Ninachokusii tu usikae mbali na channel hii, usiskip, usiache kusubscribe, like na kutoa maoni yako, na kama una story kali ambayo ina uwezo wa kubamba, story kali ambayo ina uwezo wa kuwavutia watu, utakuwa ukisogeza kwa kunitumia WhatsApp au kwenye mitandao yangu ya kijamii @livingrevolution, au kwa namba ambayo itakuwa hapo chini ambayo inaishia 71. Tuendelee na story yetu. Story yetu inamwelezea bidada mmoja hivi ambaye kwa majina anafahamika kama Lei. Sijui ni kwa nini Lei na sijui ni jina halisi au vipi, ila hii ni story ya kweli na kuletea hapa. Ni story halisi kabisa ambayo imetokea katika jiji la Tunduma. Binti yetu Lei ni binti mwenye umri wa miaka 23 ambaye kwenye familia yao yupo yeye, ana kaka yake wa kiume na mdogo wake mmoja wa kike. Ana mama, lakini baba kwa bahati mbaya alikuwa mpotea, amefariki akiwa na umri mdogo sana binti yetu Lei. Sasa familia ya kina Lei bana, Lei ndio binti ambaye anatazamiwa sana na ndugu zake wote. Yani utashangaa kwa nini ana kaka, lakini kaka anamtazama zaidi mdogo wake, na wana mdogo wao ambaye dogo janja pia anamtazama zaidi dada yake, na mama pia anamtazama huyo, yani mtoto mmoja anatazamiwa na familia nzima. Sasa binti yetu Lei, kulingana na kuwa hana elimu na anategemewa na familia kubwa kama vile, afu umri wenyewe mdogo hauridhishi, alijikuta akiingia kwenye makundi akifanya baadhi ya mambo yanayofaa na yasiyofaa, akifanya kazi ambazo zinaruhusiwa kisheria na zisizoruhusiwa, ili mradi tu maisha yaende yasonge, kusitokee ni kwaruzo, familia ipate kile ambacho inastahili kukipata kila wakati. Sasa katika harakati za hapa na pale, binti yetu alijikuta amejiunga na vikundi vya sanaa ya maigizo. Alipokuwa amejiunga kwenye makundi bana, kulingana na vile ambavyo alikuwa, yani ana uhitaji sana wa pesa nini, kwa vishawishi vya marafiki akajikuta ameingia huko pia akaanza kukutana na connection za watu wengine, kufahamiana na watu wengine mbalimbali. Kama ambavyo unajua, sanaa ni sehemu ambayo inawakutanisha watu wengi wa aina tofauti, rika tofauti, na kuwafanya wawe kama kitu kimoja. Kwa hiyo binti yetu kwa alipofika huko akawa ameanza kubadilisha mazingira, aina za tabia, kwa sababu watu ambao mkutana nao wanajua tabia nzuri, wanajua na tabia mbaya. Wanafanya kazi ya kuelimisha tabia mbaya. Mtu mwenye tabia mbaya aachane na tabia yake mbaya, afate kwenye njia sahihi, au awe na tabia inayostahili katika jamii. Kwa binti akajikuta kwenye zile harakati zake za zisizofaa, inabidi aachane nazo, aanze kufanya kazi ambazo zinastahili. Kwenye hizo harakati zake bana, akajikuta amekutana na kijana mmoja ambaye huyo kijana alikuwa anamfundisha mambo mengi sana. Anamfundisha mambo kuhusu sanaa, kuhusu maisha,
kuhusu kazi za kufanya, kuhusu jinsi ya kuweka akiba, kuwekeza na matumizi, yani kila kitu kwa ujumla. Japokuwa hata huyo kijana pia hakuwa ametoka kwenye familia ya hadhi, kwao pia alikuwa hali ni haba, ila kulingana na yeye alikuwa ameshakutana na watu wengi mapema, alikuwa ameshapata uwezo wa kuwa na uelewa wa kujifunza mambo mengi. Kwenye zile situation zao bana za kujifunza, kuwa karibu sana, kuwa marafiki, wakajikuta kuna chembe chembe zinaanza kuzaliwa ndani mwao. Kama ambavyo unajua mwanaume na mwanamke wakikaa karibu, lazima tu kuna vitu vitazaliwa, especially kama watakuwa hawajihusisha sana na watu wao au hawana wenza. Kwa hicho pia kikawa kimetokea baina yao. Tulipoanza kuzaliwa hicho kitu, ikabidi wabadilishane mawasiliano, kwa sababu walikuwa wanakutana tu kwenye sanaa nini, wanashauriana huko nini, hawana ukaribu hivyo. Lakini ambapo zile chembe chembe zikaanza kuzaliwa baina yao, ikabidi wabadilishane mawasiliano yao ya simu. Kwa jamaa akawa amechukua namba ya Lei pale, akawa anawasiliana naye sasa kama kawaida. Sasa Lei ni binti mmoja na ugonjwa sana wa usingizi. Yaani akikaa sehemu ambayo akirelax lazima alale. Akikaa sehemu akirelax. Na hilo swala jamaa yetu aliligundua siku ya kwanza ambayo Lei amekanyaga ndani mwake. Yaani Lei alifika, jamaa yetu anaishi chumba na sebule, lakini ndani mwake matumizi ya chumba ambacho anatumia sana ni chumbani. Yaani ukiingia sebuleni ni kama hamna mtu ambaye anaishi, ila utakuta mapazia yako nini. Ukiingia chumbani ndio utakuta pale pana jiko, pale pana kitanda nini, kwa sababu ni kijana ambaye hajajipata pia, lakini hajajipata, kwa hiyo ana vitu vichache. Kwa ukiingia ndani, hapa kitanda amekaeka zake vizuri, hapa amepanga zake nguo, hapa ameamua aweke kitchen kwa ajili ya kupika madikodiko, sijui vyombo nini. Kwa binti alivyoingiaga siku hiyo bana, wakiwa wanapiga stories hapa na pale, jamaa akasema ngoja asikae kinyonge, nikajaribu kumfuatia hata chochote kitu au anatupia muone. Alipotoka, bahati nzuri duka halikuwa mbali sana. Kwa kitendo kama cha dakika 3 mpaka 5 akarudi akakuta mtoto wa watu ashalala. Yaani amelala kana kwamba ni usiku, yaani afu alifanya kazi ngumu, kwa amechoka hatari. Basi jamaa siku hiyo akaona sio mbaya, akamlaza vizuri kitandani na akamfunika. Sasa huwezi amini kwamba sio kusinzia tu, yani alilala vilivyo, yani kana kwamba binti alilala amegamia hivyo ukutani, ameweka begi yake chini, lakini jamaa akambeba, akamweka vizuri, akamfikia mtu, akampandisha miguu, akamchukua na nani, akamfunika. Lakini binti akushtuka. Hapo ndio jamaa akagundua kwamba binti ana usingizi kupitiliza, yani mtu ambaye uchovu wake uko jirani sana. Basi jamaa akamwacha binti alilala sana, anakuja kushtuka jioni. Hakuna kitu ambacho kilitokea. Na sijui kama jamaa alikuwa amepanga kufanya chochote na binti siku, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza ya binti kuingia kwenye chumba cha yule jamaa. Basi alipokuja kushtuka baadaye, jamaa akampa pole kwa uchovu, akamwekea maji, akaenda akaweka mwili ukae sawa, then akabeba vitu vyake na jamaa akamsindikiza mpaka kwao. Sasa kuanzia siku hiyo ndio jamaa akaanza kuhisi mabadiliko ya yule binti. Binti alifika nyumbani, walianza chatting kama kawaida. Unajua mahusiano lazima mawasiliano yawepo ya mara kwa mara. Kwenye mawasiliano yao, binti akajikuta ameropoka kumweleza jamaa kwamba mimi sikutamani mimi na wewe tuwe kwenye mahusiano.
kwa sababu mimi nilikuwa nakuchukulia wewe kama kaka, kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa tunaishi, vile ambavyo tulikuwa tunanishauri, kunifanya nitoke kwenye njia ambazo nilikuwepo na kufanya na kwenda njia ambayo inanifaa au njia inayostahili, na sisi nitafutia kazi sehemu nzuri ambapo nalipo vizuri na familia yangu inaishi vizuri kama kawaida bila kuathirika kama ambavyo nilikuwa najiathiri mara ya kwanza. Kwa mimi sikutamani mimi na wewe tu kwenye mahusiano, lakini hata hisia ambazo zilikuwa zimeanza kujijenga pia sikuwa tayari, ila mimi na wewe nimejikuta naanza kuvutiwa na wewe wiki mbili kabla ya siku ya leo. Huyu jamaa akajikuta wana miezi kadhaa toka wameanza mahusiano, lakini kumbe binti alikuwa bado hajaridhia. Kiuhalisia ile jamaa ilimkata sana. Unajua unaishi na mtu kwenye mahusiano, mnashauriana mambo mengi tu, yani unaongeleza wewe unafunguka vibaya. Wewe akili yako yote inasema hapa ndo namaliza, hapa ndo nafunga ukurasa wote. Yani baada ya sihitaji mtu mwingine, nadhani huyu ndio mke wangu. Lakini kwa mwenzako alikuwa bado hajazama. Mimi japo kumwambia nakupenda pia nini hivyo. Jamaa alijikuta ameumia sana kutokana na maneno ya Lei ambayo alitolea siku ile. Basi jamaa kwa kiuhalisia mimi na yeye binti anamwambia basi, ila kiuhalisia saizi mimi nakupenda na sitamani ukae pale na mimi. Yani natamani mimi na wewe ndio tukumaliza. Yani hata ikitokea unahitaji kunioa, mimi niko tayari muda wowote. Hata kesho ukihitaji, mimi niko tayari. Jamaa akamwambia tu sawa, basi hakuna shida. Nitafanya nini na ndio nishatokea. Basi walipomaliza kuchati, Lei akawa amelala. Sasa Lei alivyolala tu, mdogo wake akawa ameingia chumbani kwa dadake. Akachukua simu ya dadake. Alipofungua akakutana na alipofungua tu simu, kitu cha kwanza kilikuwa ni section ya message, na message ambayo ilikuwa imejipreview pale ni ya huyo jamaa ni mpengo wa dadake. Lei alisoma zile message nini, akaanza kutoka na machozi. Sasa mimi na wewe hatujui kwa nini mdogo wa Lei alianza kutoka na machozi baada ya kusoma message za jamaa simu ya dadake na message za zinahusu mahusiano. Basi inaonekana kuna kitu kilitokea kwa huyu binti, lakini ni kitu gani? Kwa nini analia kama hivyo? Message za musu au anafahamiana na jamaa? Haieleweki. Basi akashika simu akafanya na kujua yeye, akaiacha simu akaondoka. Asubuhi yake jamaa kaamka, anaenda zake kwenye mihangaiko yake nini, ilikuwa ni desturi yake. Kila ikifika saa 3 kamili ana uhakika kwamba mpenzi wake atakuwa ameamka. Kwa lazima amtakie asubuhi njema na kumuombea ili atakavyoenda kufanya kazini asikutane na changamoto na iwe siku yake yenye baraka kama kawaida. Lakini siku hiyo alimtext binti ya kurudisha majibu. Jamaa akasema maybe amepitiwa, kaachana naye. Amekaa kazini kwake nini hapa na hapa, akakumbuka tena binti ya kujibu message, akamcheck tena, akamtext tena, message pia haikujibiwa. Kwa binti ana shida gani? Hakuna nini, labda kuna changamoto. Akavuta muda, jioni akatuma tena text, haikujibiwa. Ikabidi unge salio apige simu. Namba unayopiga inatumika. Jamaa akaanza kushangaa, kwamba huyu anatumika, message zangu za siku nzima hazioni au kuna changamoto. Akavuta baada ya muda tena akapiga, labda kwa mtu nini ana changamoto, namba unayopiga inatumika. Akapotezea
akakata kusema basi nitamtafuta usiku nikitoka. Kweli bana, alivyotoka jamaa karudi nyumbani kwake, amerudi akajaribu kutuma meseji, haikujibiwa, na alipiga simu hakujibiwa pia. Yani kwamba Ray hakuona meseji, hajaona missed call, hajaamua kujibu chochote kati ya hivyo. Jamaa ikiwa inamkata sana na jumlisha. Jana tu walitoka kuongea nje kumwambia mimi nilikuwa sipendi ya mtu kuishi kama tunakosa. Kwa jamaa kama anaweza labda mimi nafusi mahusiano kwake, au kuna nini anachukiwa. Jamaa akamtesea, akalala zake pale. Siku hiyo akawa hajawasiliana kabisa na Ray. Kesho yake asubuhi akajaribu tena kama kawaida yake, akamtekti na kumwandikia ujumbe mzuri pia kama kawaida, lakini pia alikujibiwa. Ilipofika mchana akapata akili nyingine kwamba labda nijaribu kumtafuta kwa namba ngeni. Akazima simu ya mshikaji wake ambaye alikuwa anashinda naye hapo ofisini, wa jamaa anaitwa Ngarenaro, mtu wa chuo. Akachukua simu yake, akaandika namba, akapiga simu, ikaita na ikapokelewa. Halo vipi? Mwana tuma message au jibu, na piga simu zangu hazipokelewi, kuna shida gani? Binti anamwambia ni mimi natuma message, wewe ndio unajibu na niambia mimi. Yaani wewe unatuma message mimi kwangu wazi, mimi natuma message kwangu wazi. Okay, maybe mtandao, lakini hapana, nilipiga ulikuwa unatumika. Wazo badili kaje? Au ameniblock? Kile basi utakuwa umeniblock. Hapana, mimi nikublock kwa sababu ipi? Unanifanyia nini mpaka nikublock? Sasa, hebu angalia hiyo simu yako bana. Binti alipojaribu kuingia kweli akakuta namba imeblokiwa, lakini imeblock muda gani? Kwa nini ya block? Walikosana mara ya mwisho? Hapana. Basi binti ikabidi tu unblock. Tena kumwambia block mimi check, unblock mimi check tu. Basi mawasiliano yakaendelea kwa labda simu ilijiblock tu bahati mbaya, au mtu aliishika hapo kwenye kuchezea akaamua ameblock samani. Sawa, hamna shida. Wakaendelea kuwasiliana kama kawaida. Baada ya siku mbili mbele, binti mdogo wa Ray alishika tena simu, akakuta mawasiliano. Au yeye ndiye ambaye ana block. Akaishika tena akablock. Anataka nini sasa? Simu sio yake, simu ya dadake. Anamblock mtu wa dadake. Kwa nini ana block? Hataki dadake awe na mahusiano? Au hataki huyo mwanaume ndio awe na mahusiano na dadake? Au anamtaka yule mwanaume? Anamjua? Basi maswali yakawa yanazaliwa watu wengi hapo. Ila binti siku moja alimkuta ndugu wake akiwa ameshika simu yake, lakini alikuja kuangalia ndio kugundua kwamba huyu ndiye ambaye anablock. Wewe, kwa nini unablock watu wangu? Inamaanisha wewe simu yako huna. Kwa nini unashika simu yako kwanza unaifungua? Kwa nini unajipa uhuru mpaka kwanza kumblock mpenzi wangu? Wewe unamjua? Kwa nini unajiambia unajichukulia tu maamuzi kama hivi? Hebu nisikilize. Sihitaji tena ushike simu yangu. Kama mimi na wewe mazoea yanafikia huko, sitaki. Kama hujua password yangu, ndio kinakuwa kigezo cha wewe kutumia simu yangu unavyohitaji. Mimi sihitaji mazoea ya aina hii. Baadaye bana akawa amewasiliana na mpenzi wake na akamuelezea situation ziwe ni. Yaani acha tu. Yaani kumbe siku zote tunalalamika simu yangu ina block, sijui watu wanaoshika simu, lakini kumbe ni mdogo wangu ndo anakublock, na anakublock makusudi kabisa. Na anakublock wewe tu, watu wengine wanaendelea kuwasiliana nao. Sijui ana shida gani. Jamaa shughuli. Kwa nini aniblock mimi? Kuna kitu nimemkosea? Lakini hata kuna watu hawajawahi. Nilimkosea wapi? Basi
achana naye sijui nini na nini. Jamaa ikabidi aseme sasa basi kama iko hivyo mimi nitumie line nyingine, nitafute line nyingine ambayo mimi na wewe ndio tutakuwa tunawasiliana. Kwa sababu kama hiyo namba tulikuwa tunaijua, labda imwahi mfanyie chochote, labda moyo nao wako sana, hatuwezi jua. Nitatumia line nyingine ili tuendelee kuwasiliana. Basi kesho yake jamaa ikabidi asajili line nyingine, akamcheck binti. Hiyo ndo namba yangu ambayo tutaanza kuwasiliana kuanzia sasa, kwa sababu ile ya kwanza si wanaiblock, tuachane nayo ile, tutakuwa tunatumia hii. Basi penzi humu pambe. Basi kwa kuwasiliana, mahusiano yao yakaendelea kama kawaida. Baada ya siku kadhaa, jamani mwanaume, sababu mwanaume huwa anahitaji kukutana na mahusiano yao yamechukua miezi kadhaa, lakini hawajawahi kukutana. Kwa jamaa ikabidi amwombe binti, mwili wangu unahemka, natamani sana nipate joto la mwili wako. Binti akawa anaelewa nini, lakini akawa anajivutavuta sana, sijui nini na nini, mambo mengi. Lakini baada ya kusema sawa, lakini hamna shida, nitakwambia siku nikihitaji. Jamaa, kwa nini ukihitaji? Kwani mimi na wewe si ni mtu na mtu wake? Mimi nimekuomba kwa sababu mimi ni mwanaume na nimekaa muda mrefu bila kushiriki. Hauwezi jua natumia njia gani kujipooza. Ni vyema tushiriki kama itakuwa sawa, au kama haiwezekani uniambie kuna changamoto na nini ili tuache, na kuahidi tutapata vipimo kabla hatujaanza kukutana. Na kama utakuwa unahofia kuhusu mimba, tutafanya kwa kinga ili kukulinda usipate ujauzito. Binti akakubali. Kwa lini utakuwa free sasa? Jamaa akamwambia, wewe si ndio wewe ndio mimi na nitafuata ratiba yako, utaniambia lini? Anambia na wewe niambie tu siku gani ili mimi nijue najiandae. Jamaa akamwambia kati ya Jumatano au Alhamisi, mimi nadhani nitakuwa active sana siku hiyo. Kati ya Jumatano au Alhamisi mimi nitakuwa active sana siku hiyo. Binti akamwambia, mbona hizo siku hazijakaa vizuri, lakini unaonaje tuonane kitu kama Jumamosi hivi? Jamaa akamwambia okay, sawa, nayo pia haina shida, ila niambie tu ni siku nzima, tutakutana asubuhi na tutashinda wote mpaka jioni, ili tuwe na ukaribu wa muda mrefu, mazungumzo na kujua kama tunahitaji nini na nini kwenye maisha yetu. Binti akamwambia, au sijali, vyovyote tu itakuwa sawa tu. Basi jamaa akamwambia okay, sawa, hamna shida. Siku hiyo jamaa alishinda kazini, alikesha. Kwa binti alirudi tu nyumbani, alikuwa hana wa kuwasiliana naye kwa sababu jamaa alikesha kazini, ni kazi anafanya, hawezi kuwa anakaa karibu sana na simu. Kwa binti akalala mapema sana, lakini alivyolala tu ndugu yake akaishika tena simu. Kushika simu akakutana na yale mawasiliano. Dada na mwanaume na wanakubaliana kukutana. Akaishika na akaiblock naye. Sasa hicho kitu kinashangaza. Kwa nini wewe una block wapenzi wa dadako? Kuna siri gani hapa katikati? Asa huwezi amini. Binti alishtuka asubuhi hakugundua kile kilichotokea. Sasa mimi na wewe tunajiuliza, huyu mdogo wa Lei ana shida gani? Ana shida gani hasa ambayo inamfanya awe ana mblock mpenzi wa dada yake? Hawajuani. Yaani tuseme alikuwa anamtaka jamaa akamkataa, hapana. Alikuwa mtu wake, hapana. Si hawajuani. Hawajui hata kuonana. Au binti
amewahi kuwa na mahusiano yakamuumiza, kwa atamani dada yake aumie, au atamani kumuona mtu yoyote akiwa na mahusiano mbele yake, and especially mapenzi yenyewe ya dada yake na huyu jamaa yako moto hatari. Mimi na wewe hatujui bana. Anyway, naomba kwa leo tuishie hapo kwa sababu naona nimetumia muda mrefu sana. Nadhani sehemu ya kwanza ishie hapa, sehemu ya pili itakuja. Usiache kusubscribe, like na comment ili uwe mwanafamilia wa Living Revolution. Nadhani tutaendelea kuwa pamoja hapa mpaka tunakoelekea. Ciao. Hapa ushaja unawaka, wakisema uende mbali mimi ndo nakata, nakutaka unanitaka, yani mimi nawe kama mapacha, kama mapacha. Mwenzako wivu unanisumbua, oh baby, hata meseji kilia kwa simu yako mimi ndo nanuna, wendo karoho kauzima, oh baby. Si unajua bila we mwenzako ananitaka mimi mjinga. Kwenye moyo wangu mimi wewe, tunakwenda wewe. Kwenye macho yangu mimi wewe, tunakwenda. Hata ningefumba macho wewe, tunakwenda wewe. Mwenzako mimi nakoma.